Maskini ya Mungu, wakati Kevi anajiandaa kufunga ndoa na Loveness, anajiandaa kumwoa Loveness, bana, katika upande mwingine anaonekana adui mwingine wa Loveness anayekwenda kwa jina la Latifa, akiwa anazungumza na mama yake kwamba mama, huu ndio muda sahihi wa kwenda kulipambania penzi langu, maana lengo langu ni kuhakikisha Kevi ananioa na siwezi kukubali kumuona Kevi anamuoa mwanamke mwingine. Huku mama yake anazidi kumsihi Latifa kwamba huwezi kuforce penzi kwa mwanaume ambaye hakupendi, please mtoto wangu acha. Lakini Latifa anang'ang'ania, anamwambia mama yake kwamba mama, acha niende nyumbani kwa Kevi. Sasa mpenzi mtazamaji, unadhani kitu gani ambacho kinakwenda kujitokeza? Muhimu zaidi ni kutumia muda huu kuacha comment yako kwanza, kumshauri Loveness na kumshauri Kevi, maana hapa tunakwenda kushuhudia vita nyingine. Mpenzi mtazamaji, acha comment yako huko ukimshauri afanye nini Loveness ili kulinda mahusiano yake. No, lakini by the way, wakati unaacha comment yako usisahau kuonesha upendo wako sasa kwa kubonyeza alama neno subscribe chini ya video. Ukibonyeza alama neno subscribe, maneno meusi hapo chini ya video, basi itakuwa rahisi zaidi kwetu kujua ni watu gani wanaikubali movie yetu ya Mtoto wa Boss. Sasa baada ya kubonyeza alama neno subscribe na kuacha comment yako, bana, leo nimekuandalia migogoro mitano ambayo inakwenda kuibuka katika episode ijayo mpenzi mtazamaji. So jitahidi sana uweze kusonga na video mpaka mwisho. Unaona hapo mpenzi mtazamaji, bana, bila kupoteza bando lako mpenzi mtazamaji, mgogoro wa kwanza ni kati ya Latifa na Christina. Unaona mpenzi mtazamaji, bana, wote wanakutana katika engo moja nyumbani kwa Kevi, huko Loveness akiwa sokoni. Unaona mimi zati Latifa wakati anaelekea nyumbani kwa Kevi, ghafla anafanikiwa kumuona Christina, wanaanza kuzungumza. Ikumbuke kwamba mwanzoni Christina alikuwa mke wa Dennis. By the way, Latifa naye ni mke wa Dennis, lakini wote kuna mitafaruku imetokea. Latifa amemsaliti mpenzi wake ambaye ni Dennis ili aweze kufanyaje, ili aweze kumsaidia mtoto wa Kevi. Mizati wote wanampenda mwanamume mmoja ambaye mtoto wa Boss. Lakini kwa upande wa Christina naye alifukuzwa na Dennis kutokana na changamoto ya kutokuzaa. Unaona mpenzi mtazamaji, sasa wote wanakutana. Unaona kwanza wote kwa jinsi ambavyo waliweza kuonana, kila mtu alikuwa anacheka kivyake. Unaona kwamba wewe ulimfanya Dennis anifukuze, lakini leo hii na wewe umemsaliti Dennis. Sasa ngoja tuone unakuja nyumbani kwa Kevi kufuata nini. Naona na wakati angari umenikuta mimi nyumbani kwa Kevi. By the way, Latifa anamwambia Christina kwamba usichokijua anamwambia kwamba usichokijua ni kwamba mimi ni mwanamke ambaye nimekuwa nikitumia muda wangu sana kumpambania Kevi, kulipambania penzi langu, na nimejitoa sana kiasi kwamba nimemsaliti Dennis ili niweze kumsaidia Kevi aipate kampuni. Na mpaka sasa ni kwamba Kevi amefanikiwa kuipata kampuni. Yote ni kutokana na jitihada zangu na nguvu zangu ambazo nimekuwa nikijitoa. By the way, Christina anashindwa cha kuzungumza na anadabaki anacheka kwamba ngoja tuone sasa, ngoja tusubiri Kevi arudi. Unaona, lakini wakati wakiwa kwenye mazungumzo, bana, ghafla anaonekana Loveness haelewi mpenzi mtazamaji. Anaona wanawake wawili wakiwa wanazozana pale, Christina na Latifa. Bana, Loveness anamwambia Christina, bana, vipi sasa? Huyu amefuata nini sasa nyumbani kwangu? Amefuata nini? Maana mimi nilikuwa najiandaa kufunga ndoa na mpenzi wangu, lakini nashangaa yanaibuka mengine. Why? Mbona sielewi? Christina anaambia, bana, Christina anamjibu Loveness kwamba huyu hapa naye anampenda Kevi. Maana yake wanawake watatu wanampenda Kevi na mimi nikiwemo. Sasa ngoja tuone Kevi atampenda nani, atamwacha nani. By the way, Latifa anaanza kujinadi kwamba usichokijua ni kwamba mimi ndiye mke halali wa Kevi. Mimi nimejitoa sana. Kevi nimemtoa gerezani, niliweza kutoa dhamana gerezani. By the way, nimejitahidi sana kuhakikisha Kevi anaipata kampuni, na hapa nilipo nina pesa ambazo naamini zinaweza kumsaidia Kevi kushinda vita. Kwa hiyo Kevi ataamua kunipenda mimi ili aweze kushinda vita dhidi ya Dennis ama vipi? Loveness anabaki kichwa wazi, amedua sasa. Anahisi kuchanganyikiwa. Na kumbuka kwamba Loveness ni mgeni katika mapenzi na ni dhaifu sana.
The more ambavyo anasikia maneno ya Christina, maneno ya Latifa, anajikuta kuchanganyikiwa. Alichokifanya Loveness ni kubeba begi lake na kutoka ndani kuondoka. Maana yeye tunasema kwamba fikiri kabla ya kutenda, akufikiri kabla ya kutenda, unaona. Alichokifanya baada ya kusikia mazungumzo yale, kambidi achukue begi lake na kutoka nje. Maana yake anaondoka, lakini wakati anaondoka ghafla anakutana na Dennis. Anakutana na Boniface. Boniface anamuuliza, "Vipi kulikoni Loveness? Umekuaje shemeji? Mbona unaondoka mapema hivyo? Kevi yupo ofisini anahangaikia mambo yake ya kiofisi. Unaondoka na kwenda wapi?" Unaona, by the way, Loveness anashindwa kumjibu. Anamwambia Boni niache. Loveness Boni anamvuta Loveness. Lakini Loveness anamzidi nguvu Boni na kumwambia kwamba niache, ondoka. Acha niondoke, na muacha Kevi na wake zake. By the way, alichokifanya Boni ni kuelekea nyumbani kwa Kevi. Bana, usichokijua, anaingia tu nyumbani, anamuona Latifa na Christina wakiwa wanazozana hapo. Wote wameketi sebreni. Unaona. Bana, Christina anamuona Boni na kumuuliza kwamba na wewe umefuata nini? Boni anamjibu Christina kwamba acha upumbavu. Wewe mwanamke ndio umekuwa kwanza kuleta migogoro ndani. Sasa ngoja Kevi arudi uje uone. Hapa Loveness ameondoka. Yote ni kwa sababu yako. Bana, Latifa anashangaa kwamba vipi, mbona nasikia jina la Loveness? Loveness kulikoni tena? Ndio dada wa kazi ama vipi? Bana, Boni anamjibu Latifa kwamba Loveness ndiye mpenzi halali. Ndiye mke halali wa Kevi. Sasa Latifa anajikuta kudua kwamba Loveness, dada wa kazi, anawezaje kuwa mke wa halali wa Kevi wakati sisi tupo wanawake ambaye tumekuwa tukijitoa, tukiutoa muda wetu kwa ajili ya kulipambania penzi. Tumemtoa Kevi gerezani, mbali na kumtoa gerezani, tumejitoa kuhakikisha Kevi anaipata kampuni. Afu iweje? Of course Latifa ni kwamba hakuamini maneno ya Boniface. Alichokifanya Latifa tu ni kutulia. Asa mpenzi mtazamaji, wewe unadhani kitu gani ambacho kinakwenda kujitokeza? Muhimu zaidi ni kuacha komenti yako, maana yajayo yanafurahisha. Na baadhi ya mashabiki wa hii movie wamekuwa comment sana kwamba movie yetu inakwenda kuisha, lakini kwambia kwamba hapa movie yetu ndio imeanza mpenzi mtazamaji, yani ndio imeanza. Muhimu zaidi ni kubonyeza alama neno subscribe na kuacha komenti yako. Maana bado sana mpenzi mtazamaji, bado sana. Naona. So tukutane wakati mwingine panapo majari wa mpenzi mtazamaji. Muhimu zaidi ni kubonyeza alama neno subscribe na kucomment chini ya hii video.